Muda wangu ni mchache sana hapa. Kwa sababu hiyo nilikuwa na presentation ya kuwapa on another perspective of marriage, lakini kwa sababu ya walimu wa siku nyingi it will take 50 minutes which I don't have. So that means God wants me to give you another presentation. That presentation will come another day. The message I want to share with you this afternoon says, God sees in us what others can't see. Ninarudia. God sees in us what others can't see. Wacha nirudie mara ya tatu. There is no problem. I have no problem repeating. God sees in us what others can't see. Na English nimegundua hapo sitafika mbali nikiendelea kutumia hiyo. Wacha nijaribu Kiswahili. Sababu Kizungu ni kama kimeumana. Mungu anaona ndani yetu kile watu wengine hawawezi kuona. Unaona? Kumbe Kiswahili ndio yenyewe sasa. Kwamba Mungu anaona ndani yetu kile wengine hawawezi kufanya nini? This message is supposed to encourage me and encourage you. This is a message of encouragement. That's the objective. Yani sababu ya mahubiri haya ni kututia nguvu katika maisha tunayoishi. Kwamba kuna Mungu anaona kile ambacho hakuna mtu mwingine anaweza kufanya nini? Kuona. Kuna kitu ndani yetu ambayo hata sisi wenyewe hatuoni. Ni Mungu peke yake anaona. Be encouraged that you are better than you think. Hey. Wacha niseme kwa Kiswahili. I'm very sorry for using English. Kwamba uweze kutiwa nguvu kwamba wewe uko bora zaidi ya jinsi ulivyo. Unaona? Megundua watu wa Kiswahili wanashika mahubiri kuliko wa English. Watu wa English wananyamaza tu amen mbili hapo. Sema point kubwa hapa kabisa. Na watu wa English wamenyamaza. Watu wa Kiswahili tuko pamoja. Hallelujah. Napenda watu wa Kiswahili. Watu wa English mnaweza kutana ndani ya kanisa muwe na mkutano wenu. Hapa sasa tuko na watu wa Kiswahili. Watu wa Kiswahili Bwana asifiwe. Watu wa Kiswahili wa English msitulete. Judges chapter 6 verse 12 and verse 15. Judges chapter 6 verse 12 and 15. Israel wako kwa shida. Na Mungu amekuja kuchagua mwanadamu atakaye waongoza katika vita. Na Biblia inasema, when the angel of the Lord appeared to Gideon, he said, the Lord is with you, mighty warrior. Kwamba malaika wa Bwana alipomtokea huyo Gideon, alimwambia kwamba Mungu ako na wewe, jemedari mkuu. Now I want us to find out, was Gideon a mighty warrior? Verse 15. Judges chapter 6 verse 15. Pardon me, my Lord. Akasema, excuse me. Gideon replied, how can I save Israel? My clan is the weakest in Manasseh, and I am the least in my family. Mungu amekuja kuambia Gideon, kwa hii vita nataka ipiganwe. Hakuna mtu ana ujasiri ambaye ni jemedari kuliko wewe Gideon. Na Gideon akasema, what? Mimi? Familia yetu ndiyo ya mwisho kabisa, hata hawajulikani. Na kwa hiyo familia mimi ndio mtu bure kabisa. Yani kama mngekuwa unatafuta mtu hata kwa familia yetu, hata watu wa kwetu hawangekupea mimi. Listen, brothers and sisters. God saw in Gideon what Gideon could not see in himself. Hallelujah. Gideon never thought
he could be the general of Israel armies. But God sees what nobody can see. Hallelujah, church. Kwamba wakati Gideon anafikiria yeye hawezi kuwa jemedari, kuna Mungu mbinguni anaona kile hakuna mwingine anaona, na anakuja anaambia Gideon, kama kuna jemedari Israel ni wewe. Yani kama kuna jemedari Israel anaweza pigana vita ni wewe. Gideon akasema umepotea, haiwezi kuwa mimi. Kwetu ndio watu bure kabisa, familia yote. Na kwa hiyo family hata mimi hawezi niita wakiwa na mkutano. Huwa napita tu nakuta washakutana. Haiwezi kuwa mimi. Mungu akamwambia ni wewe. Kwa nini nimekuja kuambia? Kwa sababu Mungu anaona kile hakuna mtu mwingine anaona. Hapo ndio watu useme amen. Hapo sasa penye nimenyamazia sema amen. Yani tu wale wa Kristo, wale nomo, wale tu wamezoea kanisa, hapo ndio wanasemea amen. Sio wageni wameingia leo. Tuko pamoja watu wa Mungu. Kwamba God sees what nobody else can do what? Can see. Yani Mungu akikuona hivi, anaona kitu ambacho hata wewe hujui kujihusu. Unajua Mungu akikuja leo kuchagua pastor kwa hii kanisa, anaweza chagua mtu mwenye hata hawezi omba hapa mbele. Na sisi wenye tumesoma matheology yote tumekaa tu na anatupita. Kwa sababu God sees what nobody else can see. Sijui kama mnanielewa watu wa Mungu. Kuna siku moja Elijah, nimesema nani? Elijah alienda mbele ya Mungu akasema, Mungu nataka kufa. Mungu akamwambia iko nini? Akasema wameua watu wote, imebaki peke yangu. Mungu akamwambia who told you? Kuna watu 7,000 wewe hujui. And I suspect even those 7,000 didn't know themselves. Are you getting the point? Are you getting the point, brothers and sisters? That God can see righteous people, that even those people may not know themselves. Mungu anaambia Elijah, hapa Israel, wakati unafikiria umebaki peke yako, yani umebaki peke yako wa kierere. Lakini tu watu tu watakatifu ni 7,000 na we hujui na mimi nawajua. There are people here in this church who can become better pastors than me. There are people in this church, you may never choose to be church elders, but God knows they will be better elders than all elders who are there. There are people in this church who can sing better than all singing groups. Lakini hawajai ingia kwa, na Mungu anajua tu. Anaona vile mnangangana munaimba anaona tu. And sayo munaamini hakuna mtu kama sisi. Mukitoka hapo, yani unatembea na kaspring kidogo maana umeimba. Mungu anajua kuna watu nikitoa hapa, hutaimba tena. Kuna watu hapa nikichomoa waimbe. Na waambia, God sees what nobody else can do what? So I want you to be encouraged, brothers and sisters. There is a big potential in you. Hallelujah. There is a big potential in you. Hallelujah. There is something in you that God has placed in you that only God knows. Ni kama mtu alizika dhahabu mahali, yeye ndiye anajua hapa iko dhahabu. Akikwambia lima hapa, unasema tunalima nini? Anakuambia wewe lima. Si umesema hauna pesa? Sasa tunalima hapa, anakuambia wewe lima hapa. Mimi najua kwa sababu God put something in you, and that something is greatness that God can only bring out when you come to God. Hallelujah. Yani ukija kwa Mungu atakuonyesha kitu alichoweka ndani yako ambacho hutawahi jua mpaka uje kwake. Hallelujah. I can imagine 7,000 people in Israel. Sisi tunatembea tu hapa na mchungaji tukisema sisi ni wachungaji, lakini we are very humble because we know Mungu ametuhurumia tu tufanye kazi. Na bure tu akiamua kabisa ati atoe watu hapa, tunaweza shangaa. So we are serving with a lot of humility. Maana tunajua kuna watu hapa Mungu ameweka tu, na ni yeye peke yake anajua. Wacha hao wenye wanajigamba wamesoma LNG White kitabu moja, early writings. Wacha nao, hao ni kierere tupu tu. Tunasema wale watu humble kabisa,
Mnanielewa watu wa Mungu? The true humble people. Kuna watu Mungu anaweza toa tu mpaka mwenyewe asema haiwezi kuwa mimi, na Mungu anasema ni wewe. Ni wewe. Hallelujah church. Hallelujah church. God sees. God sees what nobody else can do what? Can see. God saw in the weakest man a courageous man. Yani kwa mtu mnyonge Mungu aliona mtu mjasiri. God saw in Gideon what his family and the whole of Israel could not see. God saw in Gideon what even Gideon did not see in himself. Gideon the coward hiding behind his house was the most courageous man in Israel by God's standards. Hey, kumbe iko matumaini. Iko matumaini watu wa Mungu. Hallelujah. There is hope. If the greatest coward was the most courageous man, I wonder what the most courageous man was in the eyes of God. I wonder what the most courageous man was in the eyes of God. Unaona majeshi ya Israel walikutana kupigana na Wafilisti. Wakakaa siku 40 wakiangalia Goliath. Na wako na macheo kubwa kubwa. Lieutenant General, Major General, Sergeant, majina kubwa kubwa, Captain, sijui nini. Alafu kakaja jamaa ako na title inaitwa Shepherd Boy. Jamaa anaitwa tu Shepherd Boy. Hallelujah. Jamaa anaitwa Shepherd Boy. Akafika tu na kile ilikuwa imemleta ni kuleta lunch ya wanaume 3 wazima ambao hawajapigana vita siku 40. Amewaletea lunch. Kufika akasikia matusi, akauliza, hiki kitu kikubwa kinatutukana kinafanya nini? Mbona mjakimaliza? Akaambiwa mwenye ataua huyu ataoa msichana wa mfalme. Akasema, kwani ni ishu kubwa kuua hii? How can you miss such a big target? Wakamkimbiza kwa mfalme. Akaambia mfalme, sijui mahangaiko ni nini hapa. Nimekuwa nikiua masimba na madubu kila siku. Can you allow me to finish this assignment? Na kijana ambaye hata sio kurutu wa jeshi. Sio kurutu wa jeshi. Mnajua sio kurutu. Yani hata watu wangekimbia kuchagua watu jeshi, hangetoboa. Akaua huyo adui. Kwa sababu God sees. Hallelujah. Because God sees. Unakumbuka wakati wakienda kuchagua mfalme huko, hata baba yake hakumuita, aliita ndugu zake, wakasema wacha huyu achunge kondoo. Mungu akaambia Samuel, si hata wewe Samuel unajua mimi sionangi vile mnaona. Kama mfalme ndio mnatafuta, au wenye wamepiga pasi nguo hawa sio wafalme hawa. Tafuta mtu ameparara, maana amepiga pasi roho yake. Hawa wamepiga pasi nguo tu, lakini roho imekunjana, ni mbaya sana. God sees. I came to tell you, Kesis Central Church, God sees what nobody else can do what? Can see. Be encouraged kwamba kuna kitu Mungu anaona ndani yako ambacho hakuna mtu mwingine anafanya nini? And let me tell you, there may be a poor looking and almost ugly friend of yours that you can easily ignore in class or in the village, but God sees in them something you don't know. Usidharau watu. Nimesema msidharau watu. Kwa sababu God sees in them what you don't do what? What you don't see. Maana Mungu akimguza tu hivi, wewe ndio utaonekana umeparara sana. Tuko pamoja watu wa Mungu? Kwa hivyo usidharau mtu yeyote, because there is something in them that God has planted. Don't look down on anyone. What you see in someone is not everything. Wacha nirudie. What you see in someone is not everything. Wacha nirudie mara ya 3. What you see in someone is not everything. Kwamba kile unaona ndani ya mwenzako sio nini? Sio kila kitu. There is more that only God knows, because God put it there. Hallelujah church.
There is more in us. What you are and what you know about yourself is not everything. What you know about yourself is not everything. There is more that God has placed in you, and you need to find out and serve God in a bigger way. Hallelujah. So do not be discouraged by the opinions of people, because God has something great in you. Praise the Lord. God has something great in you. Kwa hivyo mtu asikufanye ukate tamaa. Mtu asikufanye ujione kwamba ufai, kwa sababu Mungu anaona ndani yako what your ex-girlfriend cannot see. When your ex-girlfriend said you are useless, she was right by her opinion. And when your boyfriend says you don't look good, you are useless, he is right by his opinion. But I'm here to tell you, there is a God who created you, who sees more than your ex. Wacha nirudie maana kuna amen ambazo sijasikia. There is a God who sees more than your ex. Na kwa hivyo huwezi baki nyuma tu ukifikiria vile ex wako alisema, because there is a God who is greater than your ex, and he sees more than your ex, a God greater than the one you divorced. Hallelujah. Do not be discouraged by the opinions of people, because God has something great in you. Kwamba kuna kitu Mungu ameweka ndani yako, usikatishwe tamaa na mtu yeyote. Ulifutwa kazi? Kama ulifutwa kazi, usitie shaka. What they didn't see, there is a God who still sees. Na kwa hivyo wakati ulipofutwa kazi ni kwa sababu hawaoni vizuri. There is a God who sees properly, and if you are faithful enough, unaweza kuja kuwaajiri hao watu siku moja. Na mwenye amesema amen atapokea, mwenye amenyamaza atasikia ushuhuda ya wengine. Tuko pamoja watu wa Mungu. Hivyo ndio kanisani inakuwa. This is a church. This is not a movie theater. Hapa mibaraka ikipita unapokea kwa kusema amen. Ukinyamaza kwa kuangalia, I assure you in the name of Jesus, upati. There is no reason. Let me tell you, there is a reason why the church believes in the response of amen. Unaambia Mungu, nimekubali kwa jina la Yesu. Hallelujah. So wakunyamaza tutawatolea ushuhuda Mungu akitubariki. Mpaka siku mtakapopata courage ya kumwambia Mungu, nimepokea. I receive in the name of Jesus. Hallelujah church. Watu wamefanya ni profession kukaa tu wananyamaza, unafikiria they are very important and serious. There is no importance in silence. The only important person in this church is Jesus Christ. Wengine wote ni kadhalika, miscellaneous. Are we together? The only important person is Jesus Christ. So you cannot sit there feeling important ati watu wote wanajibu wewe umenyamaza tu. Are you suffering from something? Sikiliza watu wa Mungu. Hapa ukisema mubarikiwe unasema amen na kupokea mara moja. Haunyamazi kana kwamba uko na attitude na mtu. Kama una attitude, kanyaga kubwa kubwa. Are we together? Hallelujah kanisa la Mungu. Si mubarikiwa sana? Wanaosema amen wanapokea, wanaonyamaza tutawapea ushuhuda. God sees in us what others can't do, what? Can't see. Luke chapter 1 verse 26, 27, 28. Luke mlango wa kwanza 26, 27, 28. In the 6th month of Elizabeth's pregnancy, God sent the angel Gabriel to Nazareth, a town in Galilee, to a virgin pledged to be married to a man named Joseph, a descendant of David. The virgin's name was Mary. The angel said to her, "Greetings, you who are highly favored. The Lord is with you." Let me tell you, brothers and sisters, Mary and Joseph were nobodies until God identified them.
Yaani Joseph na Mary walikuwa nani? Hata walikuwa wamepanga harusi na hakuna mtu alikuwa anajua habari zao. Let me tell you, brothers and sisters, you can be a nobody that nobody recognizes, but when God points his finger at you, like David, you will come out. Like Joseph, you will come out. Like Mary, you will come out, because God sees what nobody else can see. Kuna watu hawajasema amen, badala ya kuniangalia wanaangalia kwingine. Look at me. God sees what nobody else can do what? Can see. Unaona kulikuwa na slave huko Egypt anaitwa Joseph. Na Mungu alikuwa amepanga huyu slave ndiye atakuwa urula huko siku moja. Na siku moja Farao alijikuta kabisa amesema wacha tu we ongoza tu, kwa sababu kama kuna njaa ya miaka 7 na kuna chakula ya miaka 7 na wewe ndio unajua, wewe endelea. Na yeye alikuwa slave kwa sababu Mungu anaona kile sisi hatuwezi kufanya nini? Hatuwezi kuona. That the man who arrived as a slave in chains was now managing the resources of Egypt is the grace of God. Nimesema ni neema ya Mungu. And that same God is in the business of making people great. Hallelujah. God can still favor you as he favored Joseph. Angalia sasa, ati watu wawili wanataka kuona, Joseph na Mary. Na Joseph alikuwa tu carpenter. Hata hiyo profession haikuwa popular sana. The only carpenter tunajua kwa Biblia ni hiyo Joseph. It was not a very popular profession wakati huo. Pengine hawakuwa na mashini kama za kisasa za kuunda vitanda, maviti na nini. Sasa alikuwa tu pale carpenter. Alafu akapatana na msichana fulani anaitwa Mary, na malaika anatoka mbinguni. Haendi kwa Pilato, haendi kwa Herode, haendi kwa Kayafa, haendi kwa wale makuhani, haendi kwa nabii Simeoni, anaenda direct to a nobody. Nobody anaitwa Mary, na anamwambia Mary, you are highly favored. Yani kama kuna mtu amebarikiwa kwa hii dunia ni wewe Mary. Hallelujah. Because God sees what nobody else can do what? Hata serikali ya Wayahudi na ya Warumi ingetafuta mwanamke mwenye ni favored, hawangefikia Mary. It is only God who can look for a Mary and say, I know you. I came to tell you, brothers and sisters, dear youth who are listening today, don't have a low self-esteem. Do not have a low self-esteem, because there is something great in you. God does not make useless people. Everyone is great, only that some have discovered and some have not discovered. Hakuna vile Mungu ameumba mtu ambaye hana manufaa. There is something important in you because there is a God who created you. If you understand the word of God, say amen. Amen. Mary was a nobody, but Mary was told that heaven considers her highly favored. Can I tell you something, brothers and sisters? Niwaambie kitu. The high favor of heaven was not the amount of money she had. We don't even know how much money that family had. And so, friends, don't find your high favor in material things. Your high favor is in your relationship with God. Hey, wacha nirudie tu mara ya pili, hii sitarudia mara tatu. Your high favor is not in material things. Your high favor is not in the title you have acquired in school or wherever. Yani, if there is anyone who is proud, if there is anyone who is happy, what should make you happy is that you know our God. Praise the Lord. Praise the Lord once again. God sees what nobody else can do what? So the hope we have is that if nobody sees what is in us, God sees. What God sees will be brought out by God. Do you know sometimes youth, vijana, unaweza kaa, huowi, mwaka imeisha, hata hakuna mtu amekuambia hai wa opposite gender, mpaka unaanza kujidoubt, ama ni hii mapua yangu iko kombo, mpaka unakaa kwa mira unaweka rula hivi.
unaanza kujishuku. Unaanza kujishuku. Is something wrong with me? How comes nobody has approached me? How comes nobody is talking to me? How comes nobody is accepting my advances? I'm here to tell you that you are so important, only that you are living among blind people. You are just like people who live where there is gold, but foreigners are coming to dig the gold and carry away. I'm here to tell you that God still sees your value. You are still valuable. Even if nobody has told you, I love you this year, you are still valuable. And just for good measure in church, I love you. At least umeambiwa ya this year. Are we together? Si nimewaambia ya this year. At least hii mwaka is taken care of. Are we together? I'm not sure next year God will provide. But for this year, I assure you, I totally love you. Na amen imegeuka soprano na alto. God sees in us what others cannot do. What? When you are starting life as a young person, people may not know much about you. There are stories about me beginning ministry that I cannot tell you because they can easily scandalize some people. But there are places I couldn't preach. Because, they look at you, and these Baratonians sometimes they make fun because I had a very nice suit, but they have a way of, I don't know, they don't understand. That suit was the best suit I had that time, and it was my preaching suit. But I didn't know I didn't look very good until recently when they started laughing at me. But friends, the God who was seeing behind that cheap suit, God saw a preacher. When nobody, there are 2-3 places I went to preach and they had to get another preacher after I was looked up and down by the then owners of the church in court. They look at me up and down, then they say, utasalimia mkutano baada ya mahubiri. And I've come armed with a sermon written on notebook because I could not afford electronic stuff. And I will sit humbly and take my sermon home. But I want to thank God that God sees. I'm saying God sees. I'm repeating that God sees what nobody else can see. Hallelujah. Hallelujah. I want to encourage you that today may be a low moment, but there is a time there will be a high moment. Hallelujah, church. Because God sees what nobody else can do. What? There is one young lady I told I love her when I was just a first year at the university. And she cried a lot because how can such an ugly, useless man from God knows where suggest that he loves me? And that thing depressed her, but I was depressed twice that somebody could even cry at the thought that I love them. Life is very hard. Tumeona mengi, let me tell you. My heart has been broken so many times. Are we together? I even fell in love with some girl from around Bosongo here. Then when my love was very hot, I discovered she was in hotter love with my roommate. I would have called her to come here right away, but she left the country. Are we together? Otherwise, angekuja hapa saa hizi atoe ushuhuda. Are we together? But akikuja and I'm around, you will see her. Is that okay? Let me tell you, friends. Even when people think you are not very important, I'm here to tell you that you are more important than you think. Because God knows something about you that nobody else knows. Do you know what that means? Pray a lot when dealing with the people because you don't know who you are dealing with. Pray a lot when dealing with the people because you don't know who you are dealing with. Because somebody who may seem of no value, remember that's your perception, not God's what? No, that's not God's perception. And the person you may think very important may not be as important as you think because that importance is your perception, is not God's perception. God can produce people. I told you about Elijah. Elijah alienda akaambia Mungu, Mungu, Israel imeisha. Mimi tu ndio the only holy person. Na Jezebel anataka kuniua. Mungu akasema Israel. But in Israel I have 7,000 people. 7,000. How could Elijah miss 7,000? Because Elijah had human eyes.
And that's why I'm telling you, while you may think, oh, kanisa imepotea, tumebaki wachache, mnaingia prayer band ya watu 10, mnajiona nyinyi ndio watakatifu Kesis Central kuliko wote. Mungu atawashangaza, atawaambia nusu ya hiyo kanisa iko sawa tu. Nyinyi na hiyo prayer band yenu ni kiburi tu imejaa na kizungu mingi ya King James. Tumeona mambo kwa hii kanisa. Unajua pastor, kuna washiriki wanaungana ka group, wanaona ni watakatifu kuliko kila mtu, wanaongea English ya King James, na hiyo group huwezi ingia mpaka wakualike, na ni prayer group but you can't join. Unasikia sijui alienda kwa mlima kuomba. Kama Mungu wako sio wa mabonde, ni wa milima peke yake, umepotea. At prayer mountain. Sisi tunaenda hata prayer valley. Our God is God of mountain and God of valley and God of everywhere. God of prison, God of hospital, God, we can pray to him from the toilet, from the bedroom, from the kitchen while in trouble. He answers us. We don't have to climb no mountain. That's our God. And then you are here limited to a God who only meets Sunday morning up a mountain praying. That's your God. He's so limited. The God I'm dealing with, right here, right now, I pray, he hears and answers. Hallelujah. Bado muko watu wa Mungu. God sees what nobody else can do. What? He saw the anger and jealousy in Cain. Aliambia Cain, naona una wivu. Cain, vile unaenda vibaya, because God sees what nobody else can see. You see, God saw in Job uprightness. Aliambia shetani, do you know there is nobody as upright as Job? And Job was a rich man. Unajua kuna kasumba ya maskini. Maskini usaingo. Lakini kwa tajiri mmoja, tajiri wa kutajika anaitwa Ayubu. Mungu alisema hakuna mtu mtakatifu kama Ayubu na ni tajiri. Kwa hivyo maskini sio wa Mungu, watu wote ni wa Mungu. Haleluya. Matajiri ni wa Mungu, maskini ni wa Mungu, watu wote ni wa nani? Ni wa Mungu. Hii mambo ya maskini kukusanyika pamoja na kuangalia matajiri na kusema sijui ni dynasty na nini. Aya. God saw the potential of the exiled Moses. Alienda akasema Musa, wewe ndio utaongoza wana wa Israeli. He saw leadership abilities in Saul when he didn't want to, because God sees what nobody else sees. He saw the 5 husbands of the Samaritan woman. Aliambia ule mama Msamaria, enda leta bwana yako. Akasema sina. Akamwambia najua. Yaani unafikiria sijui, si una 5 na hata mwenye unaishi na yeye si wako, najua mwenyewe. Hey, hallelujah. Mungu anajua ma-ex wako na anajua wale watu una play. Anajua, anakujua player. Wakati unasema umeenda kwa practice, anajua penye umeenda hii Kesis town. Because God sees what nobody else can do. What? Watu wa Mungu, tutaachia hapo kwa leo, mahubiri hayawezi isha. Watu wa Mungu, I just want you to be encouraged that there is a God who values you, there is a God who cares about you, and he says, come now, let's reason together. Hallelujah. Please come to God and you will find your true value. The true value of Joseph was found in God. The true value of Mary was found in God. The true value of Gideon was found in God. The true value of anyone in Scripture was found in God. Is there anyone who wants to find their true value in God? Can I see by the show of hands? Who wants to find their true value in God? Our dear Heavenly Father, look at our hands. We pray that we may find our true value, because we can't see ourselves properly and others have discouraged us, and forgive us for discouraging others. May we find our true value in you. Save us from discouragement. It's in Jesus' name we pray. Amen. Get to the point.